Assalamu alaikum watoto wazuri. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan. Sasa hivi ni wakati wa kusikiliza nini? Story. Mko tayari? Yes. Mko tayari? Ndio. Mnafaa msikilize kwa makini. Mnafaa msikilize kwa makini. Alafu baada ya hapo nina maswali nataka niwaulize. Kwa hivyo mwenye hajibu maswali si record na yeye tena. Sawa? Kwa hivyo nani atajibu maswali? Nani hatajibu? Ujibu maswali? Haya. Msumini ujibu? Haya basi aturecord na Msumini tena. Haya. Hadithi yangu nataka nianze. Mko tayari kusikiliza? Ndio. Hapo zamani za kale pale ondokea na watoto hawa. Nani? Nani nataka kuingia kwa story yangu? Khadra, na boys. Aliridha na Hashim. Haya, nyinyi mtaingia kwenye story nyingine, sawa? Mtaingia kwa story nyingine, sawa? Kwa hivyo tunasema ni Khadra, Aliridha na Hashim. Kwa hivyo watoto wetu hawa walikuwa wazuri. Sasa hiyo siku walikuwa wameenda zao darasani. Mwalimu akawaambia, leo nataka niwafundishe somo zuri. Katika somo langu la leo nataka kuwafundisha kutumia silaha. Mnajua maana ya silaha ni nini? Nani anajua maana ya silaha? Kiombo kinachotumiwa kujilinda. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa hivyo mwalimu akawaambia leo nataka niwafundishe kuhusu nini? Silaha. Na mwenzetu ametuambia silaha ni nini? Chombo kinachotumika kujilinda. Sasa wale watoto wakashangaa, wakasema silaha tena? Mwalimu akamwambia ndio. Mmoja akasema, Hashim akamuuliza mwalimu wake, "Wataka kutufundisha kutumia upanga?" Si tunajua upanga ni silaha? Khadra? Kaa vizuri. Kwa hivyo Hashim akamuuliza mwalimu wake nini? Wataka kutufundisha kutumia upanga? Si upanga ni silaha pia? Haya, mwingine nani? Aliridha. Akamuuliza, "Ama wataka kutufundisha kutumia ngao?" Je, unajua ngao ni nini? Hamjui ngao? Yes. Unajua shield ni nini? Inakaaje? Inakaa hivi oval. Mtu anaishika hivi alafu anajikinga, sawa? Hiyo ndio inaitwa nini? Inakaa oval. Inaitwa nini? Shield, si ndio? Kwa Kiswahili inaitwa ngao. Sasa Aliridha akamuuliza, "Ama wataka kutufundisha kutumia ngao?" Mwalimu akamwambia hapana. Khadra akamwambia, "Basi tuambie wataka kutufundisha kuhusu nini?" Mwalimu wake akamwambia, "Mimi leo nataka niwafundishe umuhimu wa kul ngapi? 3. Kul ngapi? 3. Tumesema maana ya kul ni nini? Pamoja? Sema. Maana ya kul inamaanisha nini? Sema. Sasa kwenye Qur'ani kuna hizi sura ndogo ndogo zinaanza na kul na ambapo ni ngapi? 3. Ya kwanza ni kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil nas, kul a'udhu birabbil falaq. Sasa mwalimu akawaambia mimi nataka kuwafundisha umuhimu wa hizi kul 3. Hizi kul 3 zinatumika kama kinga. Ukizisoma hautapatikana na jambo baya lolote. Si uchawi, si hasad, si tashwishi za shetani. Umeelewa? Hawa watoto wakasoma somo lao vizuri wenyewe wakalielewa. Baadaye Hashim akaenda zake uwanjani kucheza na wenzake. Alipofika kwenye uwanja ikawa watu wanacheza, lakini baadhi ya wanafunzi ya wenzake, marafiki zake pale walikuwa wanasema, "Umeona ule mti pale? Ukienda kuushika ule mti, utafunga magoli mingi." Watu wanasema ule mti una nguvu za kiajabu, kwa hivyo twendeni tukashike. Wenzake wakaenda kushika, yeye akakaa akasema, "Mimi hapa mwalimu wangu amenifundisha nini?
kuhusu kul 3 na kul huwallahu ahad inatufunza kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja. Tunafaa kumtegemea peke yake. Hatufai kutegemea watu wengine, si ndio? Mti hauwezi kunilinda mimi. Mti hauwezi kunipa nguvu mimi niweze kufunga magoli. Mti nikienda kuomba huu mti hauwezi kunifanya mimi nifaulu mtihani. Kwa hivyo yeye Hashim hakuenda kushika ule mti. Akakaa akasema hapana. Mimi namtegemea Mwenyezi Mungu na inshallah nitafunga magoli mingi. Kama kweli mwenyewe hakwenda kushika ule mti lakini alifunga magoli mingi. Wale wenzake wakajifunza kwamba huu mti si ati sisi tunafaa kutegemea mti kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko. Tunafaa kumtegemea Mwenyezi Mungu peke yake. Sawa? Siku ya pili yake sasa Aliridha alikuwa na rafiki yake. Rafiki yake ikawa hamuongeleshi, amemnunia, amemkasirikia. Sasa Aliridha ikawa hana raha, akaonekana darasani analia. Marafiki zake wakamuuliza, Aliridha una nini, mbona walia? Akasema rafiki yako nani Aliridha? Halima. Sasa Aliridha akasema Halima haniongeleshi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Aunty Inti amemchagua yeye awe nani? Awe prefect. Lakini Halima hakupenda kwa sababu alikuwa atakapia yeye awe na cheo pale darasani, ndio maana alikuwa hataki kumuongelesha mwenzake. Sasa mwalimu alisikia kwamba Aliridha hana raha kwa kisa na maana Halima amemkasirikia, na maana yake ni kwa sababu yeye amechaguliwa kama prefect wa darasa. Mwalimu akamwambia Aliridha, sisi hatufai kuoneana wivu. Tunafaa kuwaombea wenzetu waridhike na kile walichokipata. Kwa hivyo wewe usimkasirikie, labda ni wivu tu kidogo, nenda ukamuongeleshe. Na vile vile mimi niliwafundisha kwenye suratul Falak, hasad zipo na pia kuoneana wivu upo, na ukitaka kujilinda na kutokana na hasad na wivu, soma suratul Falak kwa wingi. Haya, Aliridha mwenyewe akasema mimi kwa vile Halima ni rafiki yangu, ngoja nifanyeje? Nimfuate nimueleze. Akamfuata akamwambia Halima, sisi hatufai kuoneana wivu mkawaida. Leo ni mimi, kesho ni wewe. Leo ni zamu yangu, nimechaguliwa kwa prefect. Labda uweze jua kesho ni zamu yako. Kwa hivyo tuombeane Mungu, pia mimi nakuombea Mungu usiwe na wivu. Haya. Halima akaona aibu, akasema mimi ninamwonea wivu bure tu, ngoja nimsamehe. Wakasameheana, wakarudi kwa marafiki. Siku ifuatayo sasa Khadra kwao kukapikwa keki. Mamake akampikia keki nzuri, lakini mamake ikawa na dharura, akatoka akaenda dukani. Akamwambia Khadra, hii keki usiile, nisubiri paka nifanyeje? Nirudi. Sasa ile keki ilikuwa inavutia, inanukia utamu. Yaani mwenyewe ukisikia uwezi kusema mimi sitaki kula. Haya, Khadra amekaa amesimama jikoni, roho yamwambia kata ule. Lakini akakumbuka kwamba mwalimu wake alimfundisha kwenye suratun Nas kwamba shetani yeye anashawishi watu. Kwa hivyo usikubali kushawishiwa na shetani. Madamu mamako amekwambia subiri nirudi, msubiri arudi, mtakata mule vizuri na kwa furaha. Haya, na hadithi yangu ikaishia hapo. Je, tumejifunza nini kutokana na hawa watu wetu watatu ambaye ni Hashim, Aliridha na Khadra? Kuna zawadi? Tumejifunza nini kutokana na hadithi yetu hii? Mkono, kila mtu aone mkono. Umejifundisha nini? Kusoma Qur'an. Na nini tena? Kusoma Qur'an sana sura gani? Fatiha. Kul 3, si ndio? Kwa hivyo Aliridha anasema tumejifunza kwamba tukisoma hizi kul 3 tunajilinda, kama suratul Falak inatulinda na mambo ya uchawi, mambo ya hasad, mambo na wivu. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa
ali Muhammad. Somo lingine tumejifunza kwenye kwenye story yetu ni gani? Story ya kul tatu. Umejifundisha nini kutokana na kul tatu? Watoto watatu. Umejaribu. Mwingine? Kwani boys hamjui? Asghar. Shika mic. Umejifundisha nini? Mama yake alipika keki tamu. Baada ya kupika keki tamu akamwambia asikule. Kwanza anaenda dukani. Hadra alikula? Alimsubiri mamake. Kwa hivyo yeye hakushawishiwa na nani? Na shetani, si ndio? Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tumejifunza nini tena? Mimi. Kuwa tuamini Mwenyezi Mungu mmoja. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama vile nani katika story yetu? Hashim. Hashim hakufanya nini? Hakuenda kushika mti. Kwa sababu gani? Mti hausaidii, si ndio? Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Somo lingine mmejifunza? Mimi. Ambayo kul tatu. Asante. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kufikia hapa tumemaliza somo letu la leo la stories na tumejifunza mawili matatu, si ndio? Hatusemeni maasalam.